Mama mkubwa, najua unapoenda, ila naomba urudi hiyo safari mara moja. Waso, mwanangu Adija. Kwenye mawimbi ya maisha nimesimama imara. Baba mzee tupo. Naona kila siku zinavyokwenda vichwa vyenu vinazidi kuwa na mawazo. Sio wewe wala hao wafio wenzio. Inaonekana kuna jambo kubwa linaendelea. Kasoro mimi tu ndo msilijui. Si ndio eh? Ni kweli. Niendelee kurudia tena kama matangazo ya vifo. Hakuna chochote ambacho kibaya kwenye hili swala. Umenielewa vizuri. Mimi nakuomba uwe na amani dadangu. Yaani kama ulitukaribisha kwa amani, bado uendelee kubaki kwa amani kabisa. Wala hakuna kibaya chochote ambacho kipo. Hizi ni harakati tu kama unavyojua mpango wa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hajapanga lini huyu maiti azikwe. Siku itakapofika wala shida hakuna, atazikwa tu. Kuwa na subira dadangu. Kuwa na amani. Nisikilize babangu. Mimi ninavyowafuata kila siku kutaka kujua nini kinaendelea kwenye huu msiba, sio mjinga. Mimi sio mpumbavu. Alafu kumbukeni kama hapa mimi nipo kwenye mji wangu. Natakiwa nijue kila kitu kinachoendelea. Inaweza ikatokea mnataka msaada, mimi sijui chochote, hivi nitawasaidiaje? Na ndio maana kila usiku ukicha nahangaika na nyie. Nataka nijue nini kinaendelea. Kuna kitu gani natakiwa kujua? Niambieni na mimi nijue baba. Mimi nimekuelewa dada yangu. Lakini bado niendelee kukusitizia kwamba hakuna chochote kibaya kwenye hili. Ondoa hofu kabisa na kuambia. Na ipo siku mimi na wewe na wengine wote watashuhudia dada yangu anapelekwa kwenye nyumba yake milele. Niwe na subira eh? Kila siku nikiwauliza, uwe na subira, tuombe Mungu ataleta, tuombe Mungu atafanya, uwe na uvumilivu. Sidhani kama nyinyi mmoja wenu lingemtokea hili kama angeweza. Sasa sikiliza nikwambie baba. Mnaona hiki ninachonificha? Hichi kinachoendelea ninachonificha. Ombeni Mungu kiwe cha uongo. Ikiwa kweli kama ninavyofikiria mimi, yani nitakachokifanya ulimwengu mzima utanishangaa. Yani nyinyi wenyewe mtajuta kwa nini mlikuja kwenye mji wangu na msiba wenu. Hivi umenielewa? Tena uambie na wenzio kwamba mimi nimeshindwa. Ila kwa kuwa mnang'ang'ania na mnang'ang'ania kunificha, mkae mkijua kabisa sitawavumilia mpaka mwisho. Yani nimeshindwa kuwavumilia. Nitakachokifanya mtajuta kunifahamu. Yani mtajuta kwa nini mlikuja kwenye mji huu na msiba wenu. Kwa sababu ninachokiona mnanidharau. Mpo kwangu, mnafanya kila kitu kutumia nguvu zangu, alafu mnanidharau. Na maiti yenu iko ndani kwangu. Sasa subirini muone. Endeleeni na triki zenu. No. Vipi ndugu? Fresh tu. Vipi kuhusiana ile swala ambalo tulizungumza
naona kimya kimetawala vipi? Sio kimya. Tunapambana kadri ya uwezo wetu. Na hapa juzi kati tulipata na msiba. Tumeenda pale msibani, tumefosi tumefanikiwa kupata, lakini kuna utata kidogo hapa. Utata upi unaozungumzia? Kuhusu ile Sanda. Ndio kuna mushkeli kidogo hapa. Maana Sanda tulijua sisi ni nyeupe, lakini ile ni nyeusi. Sasa kaka, ile ni Sanda ikawa nyeusi. Ndio hapo na mimi mwenyewe nashangaa. Yaani Sanda ambayo na ikiwa maiti haiwezi kuwa nyeusi, lazima iwe nyeupe. Unajua, labda nikwambie, mafanikio hayaji kimasiara. Unapoona hivi napendeza na nang'aa na nafanya kila kitu, mafanikio haya sijapata kimzaa. Na mpaka kufika katika kijiji hiki, muda unazungumza na wewe, umetoka kuchukua eneo hapa. Na muda wowote hapa naanza project ya kugawa viwanja. Na sio tu hapo, kuna eneo lingine nataka nikaanzishe mradi. Kwa hiyo naomba nikusihi, hilo swala tuliolizungumza naomba ulifanyie kazi, acha mzaha. Kweli mwanangu, una mafanikio na mimi nachangamka. Wewe mwenyewe unajua tumekufuata mguu mosi mguu pili kuhitaji mafanikio. No. Na mimi sio mzembe kama unanifikiria. Nimepambana. Lakini inanipa mashaka ndo hiyo. Sanda ni nyeusi. Tunafanyaje? Hasa sikia kaka. Mimi nakuelezea kitu ambacho kinahalisia. Sanda haiwezi ikawa nyeusi. Hivyo ni vyenye macho tu. Na hakuna jambo ambalo unaweza ukalipata kirahisi. Sisi mnaelewa. Kwa cha msingi ili uweze kufanikiwa kama mimi hivi nilivyo mimi, fanya ninachokwambia na imani utafanikiwa. Sawa? Mimi najua utafanikiwa tu. Wewe na uchungu na mafanikio. Fanya tu hiki ninachokuelezea. Mafanikio utaona, utanikumbuka. Nahitaji kuwa kama wewe, ukija unatinga suti nini. Basi mimi nilitakie maandalizi mema na na imani utafanikiwa. Basi tukipange. Yaani leo hii naomba uende kufanya safari. Mafanikio utaona. Sina mengi hapa. Neema. Unaweza kuongea hapo nitoe mzigo wangu? Neema. Mbona kimya sana rafiki yangu? Vipi jibu langu? Au ndo umeshikilia pale pale? Jibu gani unataka wewe? Si nimekuelezea hisia zangu. Mimi nahitaji kuishi na wewe Neema. Hivyo kwa akili yako unavyoniangalia. Tumezaliwa hapa hapa. Tumekulia hapa hapa. Mimi na wewe tunaonana hivi. Hafu leo mimi nije niolewe na wewe. Sasa Neema, hizo ni dharau sasa. Hizo ni dharau na zinaletea. Kwa hiyo unamaanisha yani wewe utateseka nikikuoa? Mimi sitaki uteseke. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi sitaki uteseke. Hivyo niangalie kwa umakini kabisa. Kwa vizuri niangalie. Alafu chukulia ndani ya miezi 6 iliyopita na sasa hivi. Unanionaje? Sasa hivi kidogo unasema napendeza nini? Na nawili mafuta kidogo. Napendeza kama hivi. Haya ni mafanikio. Yanakuja ngazi kwa ngazi. Na nakuhakikishia kabisa Neema, ukiishi na mimi hautojutia. Na mpango nishushe pale mjengo. Bonge la mjengo. Utakuwa mama mjengo, upo getini. Mtu akitaka akuoni. Sawa? Ndani ya miezi 4 tu utaona pale. Amini hilo nakwambia. Yaani hapo mwenyewe unajimwamba fai maskini ya Mungu. Wewe unaongea najua ushajenga. Kumbe bado hujajenga, wataka ujenge. Si mpaka baadaye nitakapoona umejenga. Kwa sasa hivi hizo nguo unazoongelea wewe, usiweze kalazima. Mafuta mazuri usiweze kalazima. Sasa hicho ndanganya mimi kitu gani?
Mimi sidanganyiki mbona hivyo? Alafu umeona mimi nimebeba mzigo wa kuni. Yaani umenisimamisha muda wote, unajua unaongea maneno mazuri, unajua unaongea maneno gani, labda unaniambia kitu gani, unaniambia vitu vya kijinga jinga kama hivyo. Siku nyingine ukiniona njiani, usije tena kasimamisha. Tena haswa nikiwa na mizigo kama hivi, sawa? Mnaomba uone adabu nzuri. Unataka kunitoa jicho? Kweli Neema? Siamini. Nakwambia vipi? Hizi dharau mimi ndio sisipendi. Yaani sizipendi kabisa dharau hizo. Eti nimechoka unikuoe. Kwani watu wa kijijini waolewe kijijini? Hizi si dharau hizi. Ndio maana mimi nataka nipambane. Yaani kila mali na hali lazima niwe bosi. Lazima niwe bosi. Na wewe mwenyewe hapa utakuja kunipigia magoti. Na utaniita bosi. Wewe mwenyewe utakuja. Unanidharau mimi? Eti nimechoka kubeba kuni. Hizo ni dharau. Mimi nakwambia. Na hizo dharau mimi sipendi. Napambana. Subiri nikuone. Na siku 3 mimi nilikuwa sipo. Nilirudi jana nimeambiwa kuna msiba. Sasa mama nimekuja hapa umenitolea mkeka tumekaa hapa. Sioni hata watu wakiwa wanalia huko ndani, sisikii chochote, sioni watu nje. Vipi? Alokufanya nani? Kwenye mawimbi. Msiba kweli upo. Ila hilo jambo nalolitaka wewe hilo la vilio. Huu sio msiba kama uliozoea wewe. Watu walie, sijui wagalegale, watake kuzimia. Huu wala sio msiba huu. Ila ndani msiba upo. Hapo sio umenielewa? Halafu sasa, huyu aliyekufa mwenyewe, hata mimi kusema kweli hanihusu. Hainihusu. Usiku umenyamaza, majonzi yanabubujika, sauti za watu, kilio hakikati. Lakini kuna jamaa, macho yake ni baridi, anaota majumba kwa damu ya mzazi. Kijiji kinamjua na njaa ya haraka, mikono yake mitupu, mioyo chemka, anatafuta shauri gizani anakutana. Sasa kama kawaida, sikiliza mwanangu, huu mguu wako wewe, nimekufuata sasa hivi hapa, twenzetu tuipeleke ile issue. Hivi ndugu yangu, mbona kama mko serious? Unakuja kuniambia masuala ya kazi tena sasa hivi? Hamjui kama mnazingua? Kitu gani ambacho nilikizungumza mwanzo mkakipinga na simu mnakuja kufanya? Wewe, ngonjera za nini tena? Sikiliza, tutajua huko kama njano, blue, nyeusi, nyeupe, tutaijua huko. Sisi cha kufanya, twende hapa tuipeleke. Mimi nishachoka dharau unajua. Yaani demu tu akunidharau mimi. Demu tu. Kujua na chutamu, ananidharau mimi. Wewe sikiliza mwanangu. Fanya hapo, chukua vilago vyako tuondoke, tuipeleke. Sasa nini mwanangu? Ushanikatisha kazi. Poa, hiyo yenyewe kazi na yao. Sasa sikiliza. Hii kazi kama tuianze mwanzo mwisho. Sisi tukaianza baadaye mkaleta mambo mengi. Tunapotezana muda. Bora nile kazi zangu mimi nipate hela 200. Tushapanga mambo mengi sana lakini mnakuja mnaharibu, mnaleta mfidogo. Kila siku mnaongea. Sana wewe na mimi. Mnaferi sana. Poa, wewe unanielewa au? Unanielewa? Nimekwambia paka nakufuata hapa. Nishachoka maisha haya. Twenzetu. Sawa, Diku yuko wapi? Unaita tena wewe Diku kama unasema, anaita mfio dogo. Achana naye, tuondoke sisi.
Usifike msibani mwana, isikanyage kwenye kaya ya mauti. Unapenda kuumia na migogo. Utakuja kuumia huko, utakuja kuumwa. Ndio maisha ambayo nilishakataa ndugu yangu. Wewe sasa hivi ukiongea sasa hivi unakuwa kama unachamba umbea. Ni mwana usije. Boss, dada yako ndio yeye. Unashangaa kwa nini haja kusalimia? Unajua kwa nini amefanya hivyo? Huu msiba unaoona hapa, yeye ndo ameuvaa kindaki. Yaani Mtanzania aliyofariki ametoka kwenye damu yake kabisa. Kumbe wala huwezi amini kama Wakuu, tumekuja tena kwa mara nyingine. Nadhani ujio wetu mnaufahamu. Tumeleta kile ambacho mlituagiza, na sio vinginevyo, ni sanda tu. Tumeleta ile sanda mliohitaji. Hivyo basi, tunaombeni muweze kutuongoza sisi kama vile mnavyotuongoza siku zote. Wakuu, sanda tuliohitaji ni hii ambayo nyinyi mlituagiza na sisi tumeipata. Hapana, iko ni kitambaa tuna sio sanda nyeupe tuwaagiza. Hapana mkuu, hii ni sanda na sio kitambaa. Ulituagiza sanda mkuu, na tumeleta sanda kama uliohitaji. Ungetazama vizuri mkuu.
binadamu, una macho ya nyama, uone nachokiona mimi. Hiko ni kitambaa tu cheusi na sio sanda nyeupe tuliyoagiza. Fuateni maelekezo. Hapana mkuu, maelekezo uliyotupa ni haya. Tumeleta kile kitambaa ambacho ulisema kiwe sanda, na ni sanda yenyewe ni hii, sio kitambaa cha kawaida mkuu. Fuateni maelekezo. Msilete kitambaa, leteni sanda nyeupe. Mkuu, kwa hiyo tufanyaje hapa? Fuateni maelekezo. Msilete kitambaa, leteni sanda nyeupe. Na siku nyingine mkikosea masharti, mtapoteza uhai wenu. Makayamba, mpaka sasa hivi tushafeli, na mimi sitaki ni feli, sitaki kabisa ni feli. Tunafanyaje sasa Makayamba? Tunafanyaje? Shaondoka, tuongea nyumbani. Pole sana. Na hizi ndio ikaeka za hapa msibani kwangu, shoga yangu. Kwa hiyo tu ninachokuomba ni kwa kuwa umesharudi, na kuomba tu usiniache mbali, uwe karibu na mimi, ili mradi tu na mimi nipate angalau mtu ninayejuana naye katika hili jambo. Usijali, lakini mimi nisharudi, sitokutupa, nitakuwa pamoja na wewe mwanzo mwisho. Nitashukuru sana rafiki yangu, na haswa huo ndio jirani unaotakiwa. Hata usiwaze rafiki yangu. Pole sana kwa changamoto unaipitia. Najua unifahamu. Ndiyo mara yako ya kwanza kuniona. Ila kabla ya kiza kuingia, hakikisha unaosha mwili wa dada yako. Na maji ya kichwani, kinga kwenye chombo. Fundo la kwanza meza, fundo la pili sukutua, mwagie kwenye mguu wake. Mwisho mwambie dada, naomba pumzika kwa amani. Kwani wewe ni nani? Alafu umejuaje kama nimefiwa na dadangu? So muda wa kuulizana maswali. Tuna masaa machache yaliyobakia. Kafanye kile ambacho nilichokuelekeza. Nadhani umenielewa. Jirani, vipi umekuja naye? Tupo tupo. Yaani misikosi ambayo nilokutana naye huko. Usifike msibani bwana, sikanyage kwenye kaya ya mauti. Jina lako limeandikwa gizani. Usifike msibani.